25/26. Chanzo cha fedha mapato ya ndani. Kiasi cha fedha kilichopangwa ni milioni 68,820,000. Chanzo cha fedha kingine ni basket fund milioni 34,531,700. Chanzo cha fedha kingine kutoka kwa wadau WFP milioni 194,280. Jumla bajeti nzima ni milioni 297,631,700. Utengaji wa fedha na utoaji wa fedha kwa kipindi kwa watoto miezi 0 mpaka 59 kwa kipindi cha Oktoba mpaka Disemba 2025. Chanzo cha fedha ni mapato ya ndani. Kiasi cha fedha kilichopangwa kwa Oktoba Disemba ni milioni 24,198,350. Kiasi cha fedha kilichotolewa ni milioni 22,200,000 sawa na 91.7%. Lengo limefikiwa. Kipengele kingine ni basket fund. Kiasi cha fedha ambacho kimepangwa ni milioni 15,750,000. Kiasi cha fedha kilichotolewa ni milioni 11,128,306 sawa na 70.6%. Jumla ya bajeti nzima kwa robo ya Oktoba Disemba 2025 ni milioni 39,948,350. Kiasi cha fedha ambacho kimetolewa ni milioni 33,336,306 sawa na 83.4%. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipokea agizo mwaka jana kutoka kwenye kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ikitaka kila shule kwenye mkoa wetu wa Mtwara angalau kumiliki ekari 7 za shamba. Kwa hiyo kwa taarifa nzuri ni kwamba tumefuatilia kupitia idara yetu ya elimu na tumepata uhakika kwamba shule zote zinazo ekari angalau 7 na zingine zimefikisha mpaka ekari 60, isipokuwa tu shule moja ya Bukuleli ambayo mpaka leo ina ekari 0. Lakini sasa niwaombe, kwa sababu jana wakati tunapitia tuliona kuna baadhi ya shule ambazo zina maeneo mazuri kabisa ya kilimo, lakini unakuta zinaweka 15 zimepanda ekari 5 na zingine zinaweka nyingi kabisa na hazijapanda chochote. Sasa niwaombe watendaji, niwaombe kwa maana ni lugha sanifu. Unajua kuomba ni jambo lingine, lakini pia kupewa, usipopewa nao unaweza kunyang'anya. Lakini niseme kwamba tuhakikishe haya maeneo ambayo yamepandwa kwa mujibu wa taarifa ya jana yanasimamiwa, na muhakikishe maafisa kilimo wanafika kule kwenye haya maeneo, ili mwisho wa siku kwenye mavuno tukivuna tuone kilichopandwa na kilichopatikana kinaendana. Kuna mwenyekiti wa watendaji hapo? Hayo nani Gumbo? Watendaji mmekuwa mahiri sana kwenye kulalamika. Hatulipwi fedha za ufuatiliaji, lakini fedha hizi sio sadaka. Kila mwezi mnapewa shilingi 100,000 kwa ajili ya ufuatiliaji, sio sadaka. Ni fedha ambazo mnapewa ili mwende kule mkawahudumia wananchi. Hatutasita kuchukua hatua. Nafikiri kwenye baraza mliona kuna wengine tumewaachisha kazi. Sio vibaya, sio vizuri kumfukuza mtu kazi, lakini inapobidi kufanya hivyo tutafanya. Kwa hiyo wachache mlioko hapa, pokeeni salamu, kawaambieni wenzenu tubadilishe tabia na mwenendo wetu, tufanye kazi. Nyinyi huwa nawaambia kila siku kwenye magrupu yenu, nyinyi ndio wakubwa kwenye kata zenu, yaani nyinyi ndio wakurugenzi wa kata. Sijui kama mnaelewa. Nyinyi ndio wakurugenzi wa kata, nyinyi mnasimamia watu wote walioko pale chini yenu.
watendaji wa vijiji, kama ni afisa elimu kata afike ofisini, kama ni afisa kilimo afike ofisini, kama sijui ni mtu wa afya. Fanyeni kazi zenu tupate hizo ripoti. Kama tu hapa ulipo ufanye vizuri. Mimi huwa nampenda sana mtendaji wa Nanganga. That lady anafanya kazi, ukimwelekeza kitu anakifuatilia na anakupa taarifa na anakifanyia kazi. Kwenye kata zenu tunatangaza usafi, mnakuta kata zile matakataka yamejaa barabarani, makaratasi manini, hadi mkuu anakuja kuniambia. Lakini nikaelekeza usafi kufanyika, maeneo mengi hawakufanya, mpaka nikaenda Nanganga, Mwena kuambia mtendaji yule alisimamia ule usafi na ukafanyika. Sasa hivi ukipita Nanganga utaona mji uko msafi. Watendaji, simamieni taarifa za usafi kwenye kata zenu, pangeni siku za usafi hata kwa wiki, hata kwa mwezi mara 2, ili kusudi hizi kazi ziweze kufanyika. Na nilikataza kuchoma moto maeneo. Kuchoma moto maeneo pia zina changamoto zake kiafya. Makaratasi ambayo yanapaswa kuchomwa ni yale makaratasi yanayonyota ambayo yamedondoshwa barabarani na chupa ambazo hazitumiki katika maeneo ya watu. Lakini kuchoma majani na miti ni kitu kingine cha tofauti kabisa ambacho kina madhara kiafya. Kwa hiyo jitahidini mpambane kufanya hizo kazi. Majani haya yanakauka yenyewe. Yakishakatwa yanakauka yenyewe, wala haihitaji kuchoma. Mkafanya hizo kazi. Kama wenzenu wanaweza, wewe unashindaje? Hebu jiulize. Hivi mimi nashindaje? Alafu sio tu watendaji. Ukitaka kujua mfano mkurugenzi wa watendaji ambao wafiki kazini. Watendaji ni wengi. Mtendaji asubuhi kucha ukaenda katani kwake humkuti. Maeneo karibu mengi. Sasa mimi nitaelekeza tu hatua tuchukuliwe. Yaani hata ukipata tu mshahara 15%, utakuwa una changamoto kubwa. Sababu mshahara wetu tunaijua. Na mimi naelekeza bila msamaha adhabu zichukuliwe kwa watu ambao hawafanyi kazi. Hatua zichukuliwe. Na ndio maana mkurugenzi wakati anaongea hapa anasema anawaomba sio kwa sababu anashindwa kuelekeza. Yaani hilo ni maelekezo anatoa kwenye soft language. Kwa hiyo msije mkaona kwamba mkurugenzi anawaelekea. Na hatua zitachukuliwa muda ukifika, hatua zitachukuliwa, tutaonana wabaya. Kwa hiyo mkafanye kazi, nendeni ofisini mkafanye shughuli kazi zenu kama inavyotakiwa.